Ingekuwa watu zaidi wanavyokuwa wanaumia timu zao zinavyokuwa zinafunga au kufungwa. Leo hapa pana kelele za kutosha, hapa tu ndo kidogo wamepumzika. Ingekuwa ndo hivyo ambavyo unakuta mtu anaumia akikosea au akifanya mabaya, ingekuwa hamna mtu anayemuumiza mwenzake. Lakini leo hii unakuta habari za mpira zinakuwa na nguvu sana kwenye vichwa vya watu. Lakini kuhangaika kutenda yaliyo mazuri, kuhangaikia watu au mtu kuhangaika tu kumfanyia mwingine kizuri na kwa changamoto, ila tu mpira unakuna saundi sana kichwani. Nimecheka sana kwamba ingekuwa hii bidii inayotumiwa huku mtaani ndo ambao watu wa Mungu tunaitumia tu, kwamba basi tupambane kufanya vizuri, tungekuwa mbali sana. Lakini ni wananchi tu ambao tunakuta tunapambana sana, kuna kutukanana huku, kuna kuzomeana. Sasa tungekuwa mtu akifanya vibaya, akifanya vizuri anapongezwa, anayefanya vibaya basi anawekwa vizuri. Engo anayokuwa amekosea ingekuwa vizuri zaidi. Hamasa ndio iwe kama hii leo kuwepo huku mtaani. Basi leo ni kelele za kutosha tu, ni makelele. Anyway, binti kijana, bidii unayokuwa unatumia kwenye mpira kwenye mpira, sijui mpira huo mbona unakuta mnaishia kutukanana. Binti kijana, hebu tuhangaike sana na kubadili tabia zetu sana. Tuhangaike sana zaidi. Huku watu wanatukana mitusi mikubwa, mitusi. Kelele mtu kichaa si kichaa. Huwa ni mpira tu, ni kelele ya kutosha. Lakini tungekuwa tunahangaika kutoka kwenye zile dhambi zinazotuzinga upesi zile, ingekuwa tuko mbali sana. Lakini watu wa Mungu, mpira unatupeleka spidi sana huku mtaani. Yani mwananchi yoyote kitaka uone kwamba ni kwa staili gani, unakuta hata mtu akipata changamoto azingatiwi sana. Basi tokea hiyo siku ndo siku wameweka na mpira. Watu hawana muda, yani ni kutukanana tu. Huko changamoto ziko nyingi zinazowasumbua watu. Sasa hatuna muda kubadili tabia zetu, hatuna. Ila sasa anyway, tafakari yangu tu.